Kuna vitu ambavyo mfanyabiashara mwenzangu unapaswa ufanye. Malengo kila miezi mitatu. Shirikisha timu yako unaofanya nayo kazi. Kitu kingine unachotakiwa kufanya ni usikimbizane na wafanyabiashara wenzako wanachokuamini. Usikimbizane na biashara yako. Kitu kingine, umakini wa biashara yako. Biashara ni kama mbegu ya mti ilivyo. Mchimizani kuhusu biashara ndogo ili sisi wamiliki wa biashara ndogo tuweze kujifunza katika hii community wetu. Asante. Shosti! Tusemezane. Haya. Kuna vitu ambavyo mfanyabiashara mwenzangu unapaswa ufanye. Sawa. Kwanza, lengo la kila miezi mitatu. Panga malengo kila miezi mitatu. Wewe ndio mmiliki wa hiyo biashara. Wewe ndio unayemwajiri huyo dada huyo kaka hapo dukani. Wewe ndio unayemiliki hao kuku unaofuga. Wewe ndio unayemiliki hiyo biashara. Hakikisha unakuwa na malengo. Sit down, reflect your business. Kaa chini na tathmini biashara yako. Kisha anza kupanga kwamba ndani ya miezi mitatu na plan 1 2 3. Na pia upangaji huu uwashirikishe na unaofanya nao biashara. Yasiyo tu kwamba mimi nimekulipa hapa, unajua nataka faida. Umwambie, bwana, tumetoka huku. Tulipotoka tunatakiwa tuongeze mapato yetu kwa asilimia fulani. Hata kama usipomwambia exactly figure, lakini unatakiwa umwambie ili wote mwe kwenye gurudumu moja. Watu wengi ambao mmiliki biashara na mmebahatika kufanya kazi, ukiwa unafanya kazi katika sehemu ya mtu, mkifungua mwaka wa kazi yenu, kuna kuaga na vikao vya kuambiana way forward ya ofisi husika. Kwamba jamani, way forward ya mwaka huu 1 2 3. Tunafikiria focus yetu iwe 1 2 3. Hata wewe mmiliki wa biashara unatakiwa uwe na malengo ya miezi mitatu kwa kuwashirikisha timu yako unaofanya nayo kazi. Kitu kingine unachotakiwa kufanya ni usikimbizane. Usikimbizane na watu wanachokisema. Usikimbizane na wafanyabiashara wenzako wanachokuamini. Usikimbizane. Sawa, the pressure is too high. Uaminishwaji wa vitu huko kwa asilimia kubwa sana, lakini uaminishwaji wa vitu hivyo hawatuambii exactly with details. Sawa, hakuna mtu anayetoka na kutuambia kwamba unajua bwana, mimi biashara yangu ninapata hela kwa hapa na pale na nini. Hakuambii kwa details. Wewe focus na biashara yako. Ndiyo kuwa inspired, lakini focus na biashara yako. Usikimbizane na mtu. Usikimbizane na mtu. Wanasemaga mjini hapa kila mtu ana siri yake anapopata hela na kadhalika, lakini ukitaka uendelevu wa biashara yako, stability ya biashara yako, inamaanisha unatengeneza muundo wa biashara yako, unatengeneza malengo ya biashara yako, inamaanisha hukimbizani na mtu. Hivyo vyote ndio vitu ambavyo unatakiwa kufanya. Na kitu kingine, umakini wa biashara yako. Umakini wa biashara yako ina include kujua nini biashara yako inataka kuachieve. Huwezi ukawa na biashara miaka yote muundo wako ni ule ule. Huwezi ukawa na biashara wewe ukiumwa tu miaka 7 hiyo biashara unaimiliki, haujaweza hata kuajiri mtu. Huwezi ukawa wewe ni kazi tu unachukua tu vitu, ukui, uexpand, unalipa tu kodi, unakaa kwenye mazoea. Hakikisha una umakini wa biashara. Jua kwamba biashara ni kama mbegu ya mti ilivyo. Mti ili uweze kukua mkubwa unaanzaga huku chini kutengeneza mizizi. Kwa hiyo biashara ndogo ili iweze kukua inabidi itengeneze mizizi, na mizizi yake inatokana na vitu ambavyo unataka biashara yako iweze kuachieve. Sawa mfanyabiashara mwenzangu? Kwa hiyo hakikisha kwamba kuna vitu unavyotakiwa kuwa navyo kama mfanyabiashara ndogo. Kwa hiyo naamini leo tumeweza kuelezeana vizuri biashara ndogo, na ninatamani pia mtu ambaye anamiliki biashara ndogo aje kutuambia experience yake yeye nini kipaumbele chake, nini amefanya, sawa, nini yeye anavyoelewa kuhusu maana ya biashara ndogo, vipi ulipaji wako wa kodi ukoje. Naomba tusemezane kuhusu biashara ndogo ili sisi wamiliki wa biashara ndogo tuweze kujifunza katika hii community wetu. Asante. Shosti! Tusemezane.